Bwana asifiwe. Hili jambo la muhimu sana. Mungu wakati anaingia kwa kanisa, Mungu wakati anaingia katika hekalu ambayo tumekubaliana kwamba mwili wako ni hekalu, anatarajia aone purity in this dimension. Mheshimu Bwana kwa mwili wako. Acha mwili wako mheshimu Bwana. Mawazo yako mheshimu Bwana. It matters a lot what enters into you. Bwana sasa, because there is a chapel. Bwana sasa, nataka nikwambie hivi. Tunaingia tunasoma moral purity ambayo ni First Peter 15. Moral purity katika mambo ambayo unayafanya. Usichukue kusoma kitu kidogo. Bwana sasa ndio moral purity. Kuna kitu kidogo tu kwa sababu watu wanaandikwa kazi. Sasa nasema hapa pia Bwana anasema hata pia mimi niongane niingie. Si tu nitatubu. Acha nikwambie. Ni kwa utatubu usikatai. Utatubu lakini kuna kiwango umejizuia. Kuna kiwango utafikia. Sawa? Unasema kwamba hii tu utatoka utapata kazi atakuwa kazini, alafu Mungu ni sawa. Mimi nakuhakikishia utakuja utubu ama matubu yako atakubaliwa. Asitosema kwamba kitubu yeye ni mwaminifu. Atakusamehe. Lakini acha nikwambie repercussion iko kwa kiwango. Kama umesikia pigia Yesu makofi. Bwana asifiwe. Nataka turudi hapa kwa Ezekiel 41:6 tuone the challenge ya hii purity inachafuliwa wapi. Hiyo nataka niwekee fasta sana. 41:6 nimepatia First Kings 41:6 tutasoma sasa. Nipatie First Kings 12:6. First 6. But verse 6 for 26. Rudisha for 26. Paul, I'm sorry. The verses zote ziko pale, so ile nimekuwa tunasoma for 26. Rudisha for 26. Ukitaka unaweza andika 41